Hakuna aibu tena. Zamani yani wazazi wanateseka kumuona binti yao mjamzito, yeye mwenyewe anateseka, bado yuko nyumbani. Sasa hivi anatafuta yani kwamba umri huu uliofika, kama sijapata kunioa, wakuzalisha wanapatikana. Kifuatacho ITV anakuwa VETA, watu wanajifunzia kwake, wanaenda kuoa kwingine, anakuwa shule. Kwa hiyo tumezaa VETA za kufundishia watu kazi ya kuzaa, wanazaa namna gani, anakuwa shule. Kwa sasa hatuongei, tufike mahali tukubali kujifunza kwa makosa yetu na tutumie makosa yetu kuwasaidia wengine. Tusipofanya hivyo tutaendelea kutengeneza makosa. Kwa bro, kukosea huko, mimi nimekosea kuliko wewe. Sasa tukutane tuliokosea, tuwasaidie wengine wasikosee. Na tuzungumze, ndio elimu. Vinginevyo tutaendelea kuzaa watoto kama mabango ya kutangazia mpira, na wanajisifia kweli, anaijua Manchester, anaijua Bayern Munich, atakwambia mpira wa Ivory Coast. Tunakushukuru, hicho ni kitu kizuri, si furaha, lakini wewe una mpango gani wa kufikia mapato ya fedha hata ya robo ya hao unaowatangazia wanalipwa shilingi ngapi? Yaani, na anaeleza, unajua Ronaldo kajenga jengo fulani la bilioni kadhaa mahali fulani, unajua yote leo unayajua huko Katavi, yote unayajua yote. Ukimuuliza babu yako ni nani, anasema ngoja nikamuulize baba. Ngoja nikamuulize baba kama babu anaitwa nani. Ila watu wote wanaocheza mipira wakina Ronaldo anawafahamu. Babu yako anaitwa nani wewe kijana? Ngoja nikamuulize baba. Hapo ndio tunafeli. Hatutengenezi taifa lenye future, na tunaona ni sawa wanipe wizara ya kushughulikia vijana, tubadilishe vijana na watoto. Mimi make hawa wameshaoza, hawa wala rushwa, hawa hawataki kuachia nchi, hawa tuachane nao, tuongelele vijana na watoto, tubadilishe kizazi kijacho kiwe na uchungu na hili taifa, lakini na maisha yao pia na imani yao pia, wafurahie imani yao pia. Tuondoke kwenye hii vurugu hii, tuondoke bila hiyo. Bila kufanya hivi, nawaambia mbele ya Mungu tunapoteza muda, tunasindikiza watu chini ya jua. Sio habari ya kusema mimi nasali wapi, sio. Kwanza tubadilishe mindset yako. Hiyo utanifuata tu, ukiniona mimi nimekaa mahali unakubali, utasema yule jamaa mahali anakofundishwa na mimi nataka nikajifunze kule. Mimi siongelei kwanza imani yako, uwe Maulidi, uwe Samueli, uwe Machipa, uwe Mwamposa, mimi sitaki kujua. Mimi nataka kujua uwezo wako wa kufikiri, uwezo wako wa kusaidia familia, na kwamba hapa duniani wewe hujaje kusindikiza watu. Utaishije ufikie malengo, na utasaidiaje watoto wako wasikosee mimi na wewe tulivyokosea. Hawa ndio viongozi wetu waliofika serikalini, waliokula kuku hizi zenye hata zikishinda juani zinakufa, zinadondokewa na mende zinakufa. Watoto waliokulia maisha hayo wamefika huko, hawana uchungu na taifa hili. Tuendelee kutengeneza kizazi cha namna hiyo. Sasa imefika mahali watu wanataka kutumia hata dini kama biashara. Yaani nikifundisha vizuri nafungua kanisa langu, nyie wote mleta sadaka kwangu mimi. Naanza na matulubai, baada ya muda mfupi nakuja na chopa, na wajinga wapo tu watapatikana. Kabisa. Wewe wamekukosa. Wewe wamekukosa. Nisije kwa naongea na wewe umepatikana huko. Hapana. Wameshanikosa. Hapana. Yaani isifike mahali tufanyiwe biashara. Kabisa nikwambie. Kweli kabisa. Hapana. Lazima tufikirie mara tatu, tufikirie mara nne, tufikirie zaidi ya kufikiria. Kweli nakwambia. Sasa hivi vijana wengi wanakuwa maskini kwa sababu ya simu. Wanatumia pesa nyingi kununua bando. Simu ya hela. Anafanya nini kuingiza hiyo? Yaani unalozungumza ni ana simu 3, 4. Hapa angerudi sasa kidogo nyuma hapo, ndo akaitolea hapo. Kitolea hapo kidogo. Mungu saidia. Mungu saidia. Ndugu zangu, haya mambo tunazungumza hapa, unakaa wapi? Maji Moto au huku tunaenda? Huku tunakwenda Kinyonga. Nitaenda kuangalia vizuri Kinyonga. Nikikwambia umeshapanda miti ya matunda ya muda mrefu, yaani unajua tunavyoongea sasa hivi
uchumi wako unaweza kuwa unajitafuta. Nikikuuliza sasa hivi umeshapanda miparachichi mingapi? Umeshapanda miembe mingapi? Ili baada ya miaka 5, 10 haya matunda ya kupunguzie mzigo, angalau hata watoto wasome. Naweza nikikosea, nikicheza, unaweza ukakuta baada ya miaka 10 tunakutana, wewe uko vile vile bado unapigaga kabisa. Yani hatuna ndoto kwamba mwaka huu napanda miparachichi 10, nitaihudumia 10, mwakani naongeza 10. Baada ya miaka 10 nina shamba la heka 2-3 la miparachichi na heka 2-3 za miembe. Sina mtaji wa kuweka nyingi, lakini hatua kwa hatua. Nikikupa heka 1 kama umejaza miembe, wewe usipotajirika, mimi naacha Ukristo, tunapoteza muda, kwa sababu maparachichi sasa hivi na maembe duniani kote yanahitajika. Kama hujui pa kupeleka, nitafute mimi.